haufikishi mara 7 wewe unalo jina la Mwenyezi Mungu la 100, na utaniambia kama unahangaika kutaka kulitafuta jina la Mungu la 100, wacha kuhangaika, katumie njia hii, na kupitia jina hilo Mwenyezi Mungu sasa atakupa kila unachokitaka. Karibu sana mtazamaji wa Jawabu TV, kama ambavyo tumekueleza hapo mwanzo kwamba madarasa yatakuwa yanakuja mara kwa mara na wakati sahihi. So tunaendelea pale ambapo tumeishia, na leo nipo na mwalimu hapa kwa ajili ya kupata muendelezo wa kile ambacho huwa mnakihitaji kila wakati na kila muda. Mwalimu. Naam. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Karibu. Kwanza hiyo kofia imekupendeza sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Hii zile ya kikua inabidi mnunulie kama hii. Naam. Mwalimu, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai mpaka wakati huu. Naam. Kwa sababu mambo ni mengi sana hapa duniani pamoja na Dar es Salaam hapa. Tunatoka huko ofisini, mabarabarani huko, vurugu ni nyingi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu bwana, tu salama na mambo mengine yanaendelea. Sasa leo kuna kitu ambacho kipo. Mwenyezi Mungu ndio mtukufu wa kila kitu. Tayyib. Yeye ndio anaongoza hii dunia kwa kila jambo ambalo tunalifanya. Tayyib. Ana majina mengi sana. Naam. Sasa leo natamani utuambie haya majina. Naam. Yapo tu au kuna kazi zake ambazo ukimuita kwa jina hili kuna kitu hiki. Yaani ni majina, lakini tunatamani pia kujua katika hayo majina labda kuna kazi gani ambazo huwa zinafanywa na hayo majina katika namna tofauti tofauti. Huenda siwe yote, lakini hata kwa hayo machache ambayo utajaliwa basi utuambie. Karibu sana. Asante sana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da. Ama baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuzitaka ziada za rahma ziende kwa kipenzi chetu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Swali lako Januari umeniuliza kuhusu majina ya Mwenyezi Mungu. Naam. Na kazi zake. Tayyib, majina ya Mwenyezi Mungu yana kazi maalum. Kwanza, kinyume na binadamu. Kinyume na binadamu. Hapa duniani, kila kona ya dunia kuna jina la Mungu. Mbinguni na ardhini limewekwa. Kinyume na sisi binadamu. Kila unachokiona kinyume na binadamu, miti, wanyama, kila mmoja ana jina la Mwenyezi Mungu alilopewa la kulisema kila siku. Kila mmoja. Majina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yana kazi nzito kubwa sana, kwa sababu hayo ni majina yake mwenyewe mtukufu Subhanahu wa subhana, mtukufu wa utukufu. Kwa ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si rahisi kuwa na majina tu yasiwe na maana. Majina ya Mwenyezi Mungu yana maana. Yana maana kubwa. Yana maana nzito. Kuna umuhimu wa watu kujua maana ya majina ya Mwenyezi Mungu. Kwa umefanya kazi nzuri sana kuniuliza hili swali. Ni swali ambalo litaleta natija kubwa sana kwa wanaotusikiliza na wanaotufuatilia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana majina yaliyowekwa wazi yenye idadi hii yako 99. Mwenyezi Mungu ana majina yaliyowekwa wazi 99. Katika haya majina 99 liko jina lililokuweko duniani la 100 ambalo limefichwa. Yako majina yaliyokuwa mbinguni ambayo duniani hayapo, ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ambayo tunayafahamu sisi, sio kuwa hayo tu Mwenyezi Mungu ndio majina yake,
Mungu ana majina ya siri Januari, makubwa mengi. Na katika moja ya siri za Mwenyezi Mungu ni hayo majina. Kuna majina mengine Mwenyezi Mungu ni herufi ambazo hata pia hujawahi kuziona. Na mimi nitalisema hili kuwaelimisha watu. Kuna stage ukifika katika mambo ya ibada, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwa anakupa jina lake la kumuitia Allah. Mungu anakupa jina lake la wewe kumuitia. Okay. Kokote utakakokuweko, ukilisema hilo jina, masikio ya Mungu yapo kwako. Unataka nini? Na huwa halisemwi tu, ulisemi kuna sababu. Na hiyo mara nyingi huwa inatumika kuwa ni ufunguo wa ibada. Mungu akishakugia lile jina lake, sasa ndio kabla ya ibada zako unakuwa unalisema, ili sasa pale kusiwe na panzia baina yako wewe na Mungu. Kila unachokifanya kinaenda moja kwa moja. Yaani hiyo ndio key password yako juu ya Mungu. Majina. Sasa haya majina yaliyowekwa wazi yana siri, yana faida zake kubwa. Na moja ya njia ya kuyafikia majina ya siri ni haya majina yaliyowekwa wazi, yaliyodhihirishwa ya Mungu. Wallahi tunapomzungumzia Mungu, tumuombe Mungu atuhifadhi. Naam, inshallah. Tunaweza tukakosea katika haya mazungumzo yetu, Mungu atusamehe. Kwa sababu yeye ni mkubwa, asitudhalilishe, asituadhibu, atuhurumie. Amin. Tunayasema haya kuwafanya watu wampende na wapate hima na haiba ya kumkimbilia. Kwa hiyo ikiwa tutakosea, ya Allah Mwenyezi Mungu tusamehe kwa kila tutakachokisema. Amin. Zungumzia Mungu Bwana mwenye ulimwengu, wallahi ni jambo kubwa sana Januari. Naogopa. Huyo ni Mungu Bwana. Wallahi mtihani. Mwenyezi Mungu atujalie tuseme ndio. Amin. Tuyaseme mambo ambayo yanatakiwa kuyasema, yanayofaa. Sasa majina ya Mwenyezi Mungu haya yana muujiza mkubwa sana. Ikiwa tu kama utaufuata mpangilio wake ambao umewekwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu mtume wanamsoma kihadithi bwana. Mtume hivi, mtume hivi, mtume hivi. Watu mtume wanamsoma kihadithi. Kihadithi. Hawajaingia ndani kumjua bwana huyu Allah. Lau kama wangeliingia ndani kumjua, basi akitajwa mtu ungesimama kwa mara ya kwanza. Jina la kwanza la Mia lilikuja kama tunu. Lilikuja kama tunu. Kuna vitu vilitokea baina ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bibi Aisha radhiallahu anha. Vilitokea. Vilipotokea vile vitu, Mtume akamwahidi jambo bibi Aisha. Kuna mambo yalitokea. Kuna mambo yalitokea haifai kuyaweka wazi, lakini kuna mambo yalitokea.
Mtume akamwahidi jambo mama yetu Bibi Aisha. Basi yale mambo yalipokwisha, Bibi Aisha akamfuata Mtume, Rasulullah, vipi, niahidi ili jambo likiisha kuna zawadi utanipa? Mtume akamwambia, sana nakupa zawadi lakini ni siri yako, usimwambie mtu. Sawa? Sawa Mtume, nakupa, usimwambie mtu. Sawa. Mtume akampa ile siri, chukua hii ya kwako. Aisha, alhamdulillah, nimepokea, nimepata, nimekubali ya Rasulullah. Allah. Basi maskini kila kikao, hapana, hii khairi hii nikifa mimi ndio itakuwa imepotea. Hii khairi nikifa itakuwa imepotea, siwezi kukubali ipotee. Ngoja nimtafute na mimi mmoja wa kumpa. Nani? Ngoja nimpelekee babako. Akaenda kumwita Saidina Umar. Baba, nikwambie mwezio? Niambie. Lakini Mtume kaniambia siseme. Mtume akwambia usiseme. Basi kwani useme? Lakini sasa baba, hii faida kubwa. Faida gani? Jina la Mungu la 100. Mungu ana jina la 100. Wewe mwana wewe. Mcho bwana. Njoo kwanza pembeni huko. Sawa, Mtume amekwambia usiseme, lakini hii ni khairi. Niambie mwanangu, vipi? Mwambia baba, Mtume kaniambia jina la Mungu la 100. Lipi hilo mwanangu? Alhamdulillah, mashaallah. Tutumia hili. Saidina Umar naye akalipata. Masiku yake naye Saidina Umar leo inamfurukuta. Hivi kweli niondoke na isiri maswahaba hawa wengine wenzangu asipate? Hapana. Kwenye vikao kakaa kamwangalia Saidina Bakari. Bwana njoo bwana. Wewe bwana habari? Ambia sina. Wewe unalala tunamka. Sasa nataka nikupe siri. Hii ni siri, nakupa, usimwambie mtu. Siri gani? Hapana, kuna jina la Mungu la 100. Wewe bwana, kweli. Lipi hilo? Kamtajia. Na Abubakar anaona hapana. Hivi kweli kipenzi changu Uthmani asijue hili? Naye kamfuata sana Uthmani. Wewe bwana, hivi una habari yote? Sina. Huna kweli Saidina Umar aje kugia habari, ambia sijaje nigia habari. Basi bwana, kuna habari. Habari gani? Basi ile yeye na Saidina Ali karamallahu wajha. Pale likafichwa. Pale ndo likakoma. Ukitaka kulijua lazima uingie ndani. Lakini mbali na hivyo, wale daraja zao zilikuwa kubwa. Yaani siri atakayosema Saidina Umar, hii ni siri. Kumbuka yule ni Saidina Umar. Yule aseme hii ni siri. Wewe unasemaje hapo? Hiyo ni siri kweli kweli. Wewe kuipata ni ngumu. Hawa ni watu ambao walikuwa wako na Mtume hivi Januari. Hawa bwana walipata jamani hawa. Hivi yani. Mtume sasa hivi yupo, lakini ili umuone uingie, ufanye ibada hasa. Sasa majina ya Mwenyezi Mungu haya Januari yapo. Na Mwenyezi Mungu ana majina makubwa. Kila malaika ana jina la Mungu la kwake ambalo Mungu kampa, analolitumia kwa ajili ya mambo yake ya kiibada na kuweza kufanya mambo yake ya kimalaika. Kila malaika, hata wale malaika wale wawili wale, sawa, wale malaika wawili wale ambao waliteremka kipindi cha Nabii Idrisa alayhi salam. Kuna wale malaika walimwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sijui kama kisa tushakisema, mwambia Mwenyezi Mungu, hivi Mwenyezi Mungu, kwa nini binadamu wanakuasi? Kwa nini hawa wanakuasi? Mungu akawajibu wale malaika akawaambia, hawa wananiasi mimi kwa sababu hawa kuna kitu nimewapa nyinyi sijawapa. Kitu gani Mungu hicho? Mimi nimewagia shahawati, matamanio. Haya ndo yanayowafanya hawa wafanye nini? Madhambi, la si matamanio. Hawa hawatofanya madhambi. Malaika akasema hapana, Mwenyezi Mungu, hawa wanajiendekeza. Hawa wanajiendekeza. Tugee sisi matamanio.
Kweli bwana. Tena walikuwa ni malaika karibuni wote. Tugia sisi matamanio. Mwenyezi Mungu akawaambia maneno magumu sana. Baada ya yale maneno magumu, wengi wakarudi nyuma, wakabaki hawa wawili. Mwenyezi Mungu situpe, tutakuabudu kweli. Haya, Mwenyezi Mungu akawatia matamanio katika nafsi zao, tia matamanio akawaleta duniani. Basi akawatia na hekima na unajua malaika wana uwezo mkubwa. Katika kipindi kile cha Nabii Idrisa kulikuwa kuna mahakama. Ikiwa kuna kesi, kuna mambo yatatokea huko, zile kesi zinaenda katika mahakama. Mahakimu wanaamua. Kwa hiyo zikawa zinakuja kesi zinaamuliwa na mahakimu wa kipindiko vibaya. Wale malaika wakaingilia kati lile suala. Ikawa sasa wao ndio wanahukumu zile kesi. Ikaonekanika wanahukumu vizuri sana. Watu wakawapenda, wakawafurahikia, wakawatamania kuwa waendelee kufanya shughuli ile ya uhakimu katika ule mji wao. Kwa malaika wale wakaendelea kuwa ni mahakimu, wanafanya hukumu za kesi, wanafanya nini, wanafanya hukumu na kadhalika. Ikaenda katika sura hiyo Januari. Tunazungumza katika lugha rahisi, twende pia polepole. Ikaenda katika sura hiyo. Kisa ni kirefu sana lakini nitahikatisha na pointi hapa. Ilikuja kesi siku katika masiku ya mwanamke mmoja anaitwa Zulekha. Sawa, wengine wanasema anaitwa Zuhura, lakini mimi nimeipokea hii Zulekha. Hii ndio yenyewe. Alipokuja yule mwanamke mbele ya wale mahakimu, kesi yake ilikuwa ni mume wake. Mume wake ana taabu. Mume wake mkorofi. Kwa katika kuhukumiana kesi kule kaonekanika yule mwanamke ana makosa. Yule mwanamke akaona hapana, hii kesi mimi siwezi kushindwa. Akawafuata wale malaika. Kaambia nyinyi sikilizeni. Mimi nimeona nilivyo. Huyo alikuwa ni mzuri ajabu. Mrembo kweli kweli. Nimeona mimi nilivyo. Hii kesi nikishinda nawapa mwili wangu nyote wawili nyinyi. Kila mmoja jifaidia anavyoweza wewe. Kabisa. Yaani hii kesi mimi nikishinda. Mtakavyo. Kaangalia na wale. Hivi bwana. Bwana umesikia hili? Umesikia? Kweli kaenda wakahukumu ile kesi, yule mwanamke akaja akafanya nini? Akashinda. Tena alihukumu vibaya sana. Aliposhinda katika harakati tena za kulitimiza hilo jambo, ikabidi mpaka walewe. Hivi yule mwanamke asema mimi siwezi hivi, nitapata aibu. Mtunywe. Tuyumbishe madishi. Tuziloweshe akili. Akili zikishaloa, zikishatiwa maji, tutalifanya hili jambo. Basi kweli wakazilowesha akili. Zikaloa akili. Akili zilipoloa na wao wakaloa. Umeelewa bwana? Okay. Wakajikuta wanalifanya lile jambo. Washafanya jambo. Tayari washakosea. Hawa ni nani? Malaika. Malaika hawa. Kisa hiki kipo, watu watafute. Tumekisimulia kwa urefu lakini tutakuja kutafuta siku tutakisimulia na kwa maal shahid pamoja na zile nyushahidi zake. Kuna pointi tu ndogo mimi naitaka hapa. Yule mwanamke kwa uzuri wake kaja akawaambia wale malaika, hivi nyinyi ni malaika mmesema? Kwa sababu ilikuja yule mwanamke akamwambia, sasa basi twendeni kwenu. Tayari mshana nini, twendeni kwenu tukakae. Kwetu wewe. Akaangaliana bwana. Bwana sisi bwana tunakuwepo, sisi ni malaika wa Mungu. Nyinyi malaika yule mwanamke kwa nini ndogepo? Sasa sikilizeni. Nyinyi mnapaa vipi huko? Nifundisheni namna ya kupaa. Na mimi nipae. Si mawashakunywa wale. Pombe mbaya bwana. Mbaya kweli kweli. Wana wakamtajia. Asiki kisa hiki ni mtihani. Kina mushkili sana hichi. Wakamtajia yule mwanamke. Jina linalowawezesha wale. Yule mwanamke alivyolitamka lile jina akaruka kweli.
aliruka kweli. Aliporuka Mungu ndo akamgeuza akawa nyota. Juu kwa juu. Sasa wale malaika wakaletwa huko juu. Haya, nyinyi mabwana niliwaambia. Mkabisha, mshafanya maasi. Chagueni niwaache huru ila niwaadhibu siku ya kiyama, au niwaadhibu sasa siku ya kiyama ikifika iwe kwenu ni msamaha. Wakachagua waadhibiwe tangu kipindi kile mpaka yaumul kiyama, na hivi mpaka sasa wako katika hiyo adhabu, kichwa chini miguu juu. Chini kuna moto wa jahannam, vichwa vyao vipo katika moto vinatokota, utosi unatokota kama uji mpaka yaumul kiyama. Adhabu hiyo tu. Wewe leo unadhulumu mambo mangapi? Sio pointi yangu. Hili jina walilogewa, wametajiwa tu jina. Huyu mwanamke katajiwa jina, akafanya nini? Karuka. Na ndio maana haya majina tunayasema, mengine haya majina yaliyofichwa ni siri. Hatuwezi tukayaweka wazi ni jina fulani, jina fulani, jina fulani. Lakini tunayasema kuwaeleza watu wafunguke akili. Waone kuwa elimu haikuishia hapo. Kuna haja hii elimu tuliyokuwa nayo kuitumia ikatuingiza ndani zaidi. Kwa sababu hii ndio daraja la kufikia huko. Hakuna daraja lingine zaidi ya hii. Ili ufike huko lazima upitie hii daraja, hii elimu. Sio umeelewa vizuri Lazima. Sasa haya majina ya Mwenyezi Mungu yana sehemu yamegawanyika. Katika haya majina ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea wazi. Katika Qur'ani ukisoma utaona Mwenyezi Mungu anasema, na Mwenyezi Mungu ana majina mazuri. Nafikiri ile aya kama sijakosea inaanza walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Kitu kama hicho. Walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Na Mwenyezi Mungu au na kwa Mwenyezi Mungu ana majina mazuri. Walillahi, na kwa Mwenyezi Mungu asmaul husna, kuna majina mazuri. Fad'u biha, muombeni, muiteni kwa hayo. Sasa hayo majina hayo mpaka yamekuja yamegeuzwa. Kuna majina shekhe mpaka ya Kiswahili ya Mungu, mpaka ya Kiswahili ya Mungu, sio yote ya Kiarabu. Kuna majina ya Mungu namba. Ni namba kabisa. Kuna mengine ni herufi. Haya majina haya ambayo Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, tumuombe kupitia hayo majina mazuri. Yako ndio haya 99. Haya ndio majina ya kumuomba Mwenyezi Mungu, kumwita Mwenyezi Mungu kupitia majina haya. Sasa haya majina yana mfumo wake, kwa sababu kila jina la Mwenyezi Mungu lina siri zake. Kuna jina la Mwenyezi Mungu la kufungua macho, kutoa pazia la macho, utando, kuwa na uwezo wa kuona mambo ya kiroho. Liko. Kuna jina la Mwenyezi Mungu la kuipata huruma yake. Yaani we Mungu ni anakuhurumia tu. Sasa hilo shekhe Mungu akakujalia, ukabahatika akaliingiza ndani ya mwili wako. Shekhe, sasa wewe ndio shekhe ukilia kwa ajili ya mtu kafanikiwa. Yaani wewe sasa huruma ya Mungu ipo ndani yako. Ukimhurumia mtu. Umeelewa vizuri? Sasa ikiwa kama huko hatujafika, basi kuna namna, kuna njia za kuyatumia haya majina mtu ukafanikiwa. Unaweza ukasoma tu, lakini bora zaidi kusoma kwa utaratibu. Sio mtu kusoma holela. Ili kuweza kupata siri za yale majina ya Mwenyezi Mungu. Hatuwezi tukayasema majina yote siri yake hili hivi. Tutaenda na majina machache sana. Mimi leo nitatoa njia ya mtu kuweza kulipata jina la Mwenyezi Mungu la siri. Katika yale majina ya Mwenyezi Mungu ya siri yaliyofichwa. Kama ambavyo utaona malaika wana majina yao. Na tukasema mtu ukifanya ibada
kuna wakati ukifika, kuna daraja ukifikia, Mwenyezi Mungu anaingiza jina lake katika mwili wako. Kupitia jina hilo sasa wewe utakuwa na uwezo kumwomba Mwenyezi Mungu chochote akakupa. Sasa leo natoa njia ya mtu kuweza kupata jina la Mungu likaingia katika mwili wako, na watu watakuja kulishuhudia hilo. Hii ndio kazi ya Jawab TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Mambo yale magumu sisi tunakuja kwa urahisi. Kuna sura katika Qur'ani inaitwa Suratul Qadr. Suratul Qadr. Yani a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatul qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alf shahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. hapo mwisho. Sadaqallahu alazim. Sura hii ukiisoma mara 100, ukiisoma mara 100 tu, na hapa watu siri hii, ili ukitaka upate jina la Mwenyezi Mungu kubwa la siri, isome hii sura mara 100. Ukiisoma hii sura mara 100, Mwenyezi Mungu ataliingiza jina lake katika moyo wako kubwa. Sasa kupitia jina hilo wewe ndio utamuomba Mwenyezi Mungu mambo yako na atakupa hapo hapo. Kama unataka jina la Mungu la siri, kafanya hivi. Kasome mara 100. Ukiona umesoma mara ya kwanza haijawa, soma mara ya pili. Ukiona haijawa, soma mara ya 3. Haufikishi mara 7, wewe unalo jina la Mwenyezi Mungu la 100, na utaniambia. Kama unahangaika kutaka kulitafuta jina la Mungu la 100, wacha kuhangaika. Katumie njia hii. Utalipata jina la Mwenyezi Mungu la 100. Na kupitia jina hilo Mwenyezi Mungu sasa atakupa kila unachokitaka. Na mimi nitakuongezea, utakapolipata jina la Mwenyezi Mungu hilo la 100, iwe ni siri yako. Kitabu kinasema hilo jina la Mungu la 100 litaingizwa moyoni, sio mdomoni. Wapi? Moyoni. Moyoni, kwenye moyo. Mara 100 tu. Kaa sehemu nzuri, weka mazingira yako ya ibada vizuri, kaa hapo, soma Suratul Qadr mara 100. Ukimaliza kusoma hapo Suratul Qadr mara 100, usiondoke, lala hapo hapo, utaona muujiza. Wallahi Mwenyezi Mungu ataingiza jina lake ndani ya mwili wako. Litaingia na utaona, utaliona sasa wewe mwenyewe jina la Mwenyezi Mungu kubwa. Hii inawagia watu njia kubwa sana ya ucha Mungu, wallahi, kufikia mambo mazito huko makubwa kwa urahisi sana. Haya ni mambo mazito Januari. Hizi ni siri kubwa. Wallahi ni siri kubwa. Ni siri kubwa. Ni siri kubwa. Ya subhana. Na mpaka hawa watu nawaambia hii ni siri kubwa, mwenyewe mtu utajua hii ni siri. Shekhe, hii ni siri. Watu wanahangaika kulitafuta jina la Mungu la 100, mashariki magharibi. Talipatia wapi? Tufanye kitu gani? Tufanye nini? Mimi ndio nimwagia hii njia kwa urahisi. Hii kwangu nimetoa sadaka. Nimetoa sadaka hii. Mwenyezi Mungu ndo atakayenilipia. Na hiyo ndio kazi tulioichagua, kuwaelimisha watu mambo ya kiroho. Watu waungamane kumfika Mungu. Hii ndio kazi ya Jawab Online TV. Ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Yote utayapatia hapa kwa upana wake. Watu walikuwa wanatamani haya, sasa yamewafikia. Ogelea utakavyo. Ogelea uwezavyo.
Sawa. Sasa Mwenyezi Mungu ana majina mengi sana, haya ambayo yamewekwa wazi. Kila jina moja lina kazi yake. Tutakuja kuizungumzia kazi ya jina moja moja, kazi ya jina moja moja, haya ambayo yamewekwa wazi. Lakini kwa akali, kwa uchache Januari, leo nitazungumza majina 4 ya Mwenyezi Mungu. Ambayo hayo majina yanaka utaratibu tu. Mtu ukiyasoma, Mwenyezi Mungu baina yako na Iblis anaweka ukuta kama ule ukuta aliouweka baina ya Yajuja wa Majuja na sisi binadamu. Ibilisi hakuoni wala wewe humuoni. Wewe unataka kuacha pombe huwezi, unataka kuacha uzinifu huwezi. Ibilisi anaikurisha nafsi yako, unajikuta unaipenda dunia kuliko kitu chochote. Fuata njia hii. Kila baada ya salatul maghrib na salatu subhi, kila baada ya salatul maghrib, kabla kipindi cha hii swala haikijatoka, soma suratul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, yote mara 3. Kisha uyaseme maneno haya: ya Allahu ya sahibal qudrati farij anni hammi wa karbi. Kila baada ya salatul maghrib na salatu subhi yasome hayo maneno mara 3, lakini utaifuatishia inna anzalnahu suratul qadr. Hutokuja katika maisha yako kuchezewa na Ibilisi. Ibilisi mwili wako kwake ni sumu na hatokuona kabisa. Ni kama unavyoona Yajuja wa Majuja walivyotenganishwa nasi, hawawezi kutufika. Na wewe ukifanya hivi, ukifanya hivyo Ibilisi kwako wewe ni mwiko. Kama ulikuwa unajiuliza wacha Mungu wanafaulu vipi, mbona wao wanaweza, mtu mwaka mzima hajafanya madhambi, lakini wewe ukiamua kuacha kufanya madhambi, mwezi ujao umerudi katika madhambi. Ibilisi amekukamata, hakuna tena ibada unazipenda, lakini huwezi kuzifanya, nafsi na kushinda. Tumia njia hii, utafanikiwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kuishinda nafsi yako na vitimbi vyote vya Ibilisi. Hii ni njia rahisi ya wewe kufikia ucha Mungu. Hii ni njia rahisi ya wewe kufikia katika malengo yako ya ucha Mungu. Kama una lengo la kuwa kipenzi cha Mungu, tumia hii njia. Lakini pia kwa faida ya Wanajawab TV, nitawagea faida ya mwisho Januari. Kila baada ya kutia udhu, kila ukitia udhu, ukisoma inna anzalnahu fi lailatul qadr mara hii moja, hii suratul qadr, yani inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih, mpaka mwisho wake, Mwenyezi Mungu anakusamehe madhambi ya miaka 50. Tena katika hiyo miaka 50 anakuandikia malipo ya kufunga usiku na mchana. Ukisoma mara hii mara moja tu. Ndo mambo ya Jawab TV haya. Unaingiaje motoni wewe? Hizi njia tunawagea watu, wallahi ni sadaka. Watu wazitumie, watasema inna anzalnahu. Kila ukitia udhu, wewe isome tu. Uswali usiswali utajua wewe. Lakini ukimaliza kutia udhu, isome inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ukiisoma mara 2 baada ya kutia udhu, Mwenyezi Mungu anakulipa malipo ya Nabii Musa na Nabii Ibrahim ya matendo aliyokuwa akiyafanya. Hawa ni wakina nani? Mitume wa Mungu. Wewe unapata malipo yao. Jambo dogo hilo. Sasa ukisoma mara 3, Mwenyezi Mungu anaandika jina lao katika milango 80 ya peponi. Uingie wowote utakao bila ya hesabu na bila ya adhabu. Ukisoma na hizi 3, ukimaliza kutia udhu tu. Una shida gani wewe ukashindwa kutumia hii njia? Kwa hivyo leo mimi nimewagea watu sadaka hii. Njia ya kwanza ni namna ya kulipata jina la Mwenyezi Mungu la siri. Lakini njia ya pili tukawagea watu jinsi ya kujikinga na Iblis. Hizi ni njia za siri hizi, uzikuti. Njia ya 3 tumewagea faida watu ni namna ya kupata haya malipo kupitia hii suratul qadr.
Kwa insha Allah Mwenyezi Mungu akijalia khair, pointi yetu kubwa ilikuwa ni majina ya Mwenyezi Mungu na muujiza wake. Ya Allahu ya sahibal qudrat farij anni hammi wa karbi. Ukiyasoma haya maneno unajiwekea kidhibiti baina yako na Iblis. Hakusogelei. Sasa ijengee desturi ya kutumia hizi nyiradi. Mwenyezi Mungu atakunufaisha. Atakuonyesha muujiza mkubwa. Na hii ni njia ya kuwa kipenzi chake. Kwa leo tumetoa sadaka masomo haya kwa Wanajawab Online TV. Kufika hapo mimi nimefika tamati Januari. Naam, Muaz, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Jawabu TV, kama ambavyo tumekuahidi kwamba mara kwa mara na kila wakati utakuwa unapata madarasa tofauti tofauti kwa ajili yako wewe ambaye umetenga muda wako na kutufuatilia muda wote huo. Nikwambie tu kwamba hicho ambacho unakifanya ni kitu kizuri sana, endelea kukifanya, lakini pia kama una ndugu jamaa na rafiki, mwambie kupitia Jawabu TV, atajifunza vitu vingi sana. Shukrani sana kwa muda wako na endelea kutufuatilia muda wote. Subscribe hapa YouTube, lakini pia follow Instagram kama Jawabu_TV. Hapo utakuwa umepata mengi zaidi. Nyuma kamera ni Stanislaus Mapicha. Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Januari. Tayeb. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.